Mimi nilienda pale kutoa ile chain, ukiboko tayari akandukia. Kurukia mimi nikasema sasa hapa hakuna hata wewe zingine. Najua leo nimeisha. Kwa hivyo mimi nikazama. Kuzama cha ajabu ni kwamba ile beseni nilifanya mistake kufunga na kiu. Kwa hivyo beseni ikabaki. Bakari Maro Lakole, mvuvi wa ziwa Shakababo, eneo la Ngao, kaunti ya Tana River, anasimulia masaibu yaliyomkuta baada ya kukoswa na kiboko majini akiwa katika harakati za kuvua samaki. Baada kama nusu saa hivi na ndio ile kiboko. Kila mwaka hapakosi visa vya wavuvi kuuawa ama kudhuriwa na viboko au mamba. Karibu kwa makala ya uvuvi ziwa Shakababo, langu jina Kula Nzomo. Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, mambo yamebadilika ikilinganishwa na enzi za nyuma, kama asemavyo Mzee Katana Karisa, mkazi wa kijiji cha Milimani, mwenye amekuwa mvuvi wa samaki tangu akiwa utotoni. Tofauti ya kipindi hiki ni kwamba maji yenyewe yanakuja na msimu. Mara nyingine yanakosekana, maziwa yote yanakauka, so uvuvi unakuwa ni ngumu. Samaki wenyewe ni kidogo kwa sababu wakati ule wavuvi walikuwa ni wachache. Saa hii ni kama wavuvi ni kama watu wote, na maji yenyewe si kama vile mwanzo. Ziwa kama Shakababu maji yalikuwa hayakauki, saa hii huenda mpaka yakakauka. Ziwa kama Singwaya ndio ziwa kubwa ambalo lilikuwa naweka maji, saa hii imejaa madhenge, hakuna maji. Hata hivyo, anaendeleza na kusema utofauti huu wa zama umechangiwa na ukataji wa miti kiholela. Ukiangalia kama msitu vile wakati mimi nilikuwa mdogo, msitu kama Singwaya ulikuwa ni miti mikubwa. Saa hii huo msitu hauna miti tena kwa sababu watu wamekata makaa, miti hakuna tena. So kwa mtazamo wangu siwezi kusema ni hivyo, lakini kwa mtazamo wangu yale mazingara ya mwanzo tumeyaondoa. Saa hii hakuna misitu tena kwa sababu ya uchumi ni mgumu, watu wanaangalia makaa na makaa ni misitu hakuna tena. Kwa upande mwingine, Mzee Katana anasema ipo suluhu la kupatikana kuhusiana na kukauka mara kwa mara kwa ziwa Shakababo. Sisi kama wavuvi tungeonelea kwa sababu huu mto wenyewe, huu mto Tana ndio ambao ulikuwa ni rahisi kuingiza maji kwa haya maziwa, na saa hiyo mto Tana wenyewe hauna maji. Kama wangefanya mpango wa mto Tana waubadilishe ule mto ule wa kumanapaka uje waubadilishe maji yarudi tena mto Tana, haya maziwa ya karibu hapa hangekosa maji, yangejaa maji na uvuvi ungeendelea kama kawaida. Lakini sasa wameacha mto Tana hauna maji, ndio maana Shakababu maji inaingia kwa sisi, Singwaya maji haingii, Isima maji haingii. Mazungumzo haya yanamgusa Mzee Darlington Daido, mvuvi wa ziwa Shakababo, mkononi akiwa amebeba samaki aina ya mtonzi. Tayari ametoka ziwani, yupo katika harakati ya kuuza samaki zake. Kulingana na uvuvi sahi umeteremka huko chini. Sahi samaki haipatikani. So huyu ni samaki na gani? Hii ni tonzi. Samaki kama hii maybe masaa gani waga ndo wanapatikana wakati unaenda kuvua? Masaa mengi, kwa ufupi kama kuna kiangazi huwezi wapata. Huu mwezi na baridi nayo pia samaki wanapotea. Na kwa mfano samaki kama huyu uliomvua anauzwa kama pesa ngapi? Kama huyu kwa sahi 150 akiwa mbichi hivyo. Akiwa mbichi hivyo. So umemvua asubuhi ni hivi asubuhi mmoja peke yake? Wengine nimeuza. So unatumia njia gani ya kuwavua? Ndoano. Katika meza ya mzunguko tukiwa na mwenyekiti wa BMU Nicholas, amesema ziwa hilo la Shakababu limekuwa likitegemewa na wavuvi wengi kutoka sehemu mbalimbali mwa kaunti hii ya Tana River, jambo ambalo pia limechangia kupungua kwa samaki. Unajua kuna ile hakuna controls sahihi za maana because tunalack ile support ya serikali na stakeholders wengine kucontrol zile fishing activities. In one way or the other, excessive fishing obviously it deplete hiyo population ya samaki. Kwa hivyo upande wengine hawa wavuvi wanachangia, we can agree with you. Hata hivyo, anazidi kusema kwamba kuna kuja watu influx ya watu kutoka nje kwa sababu ya hali ya njaa sahihi. Watu wengi they are unemployed. Tunakujua kuhusu hii problem employment. Watu wanatoka from nearby counties wanakuja kwa sababu ya kupata riziki. So wamepata the easiest resource ambao ukweli ni kuwa ndio mahali ambao wanapo access kirahisi ni hii Lake Shakababu. Kwa hiyo utakuta kuna fishermen wengi sana pale ambapo kusema kweli ile population ya fishermen na ile kiwango cha ile ziwa yani havingiliani, it is not proportional. Kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa ya ziwa Shakababu kukauka kila mara, mwenyekiti anasema zipo njia za kuweza
kukabiliana na tatizo hilo. Hapa tuna lifelines mbili ambazo huwa tunazitumia kwa kufeed maji Shakababo, kiasi cha kuwa tuna believe ikiwa hizo zitakuwa zinatumika vizuri, zimekuwa developed katika ile hali inayotakikana, pale kupungua ile maji ama kukauka kwa haraka itakuwa ni kitu kigumu. Tawa Tana River County kicho tulichofanya, walikuja kujaribu kuchimba brook moja ambayo ina feed hii Shakababo maji kutoka mtoni, lakini nia yetu si ule kuichimba peke yake, ilikuwa ni kuchimbwa kisha waweke kitu kinaitwa gate valve, ambayo ile gate valve itaregulate ile flow ya maji from the river kuingia kwa ziwa. Maana yake once ile gate valve kishafungwa, yale maji bado atakuwa retained vile, labda aende na evaporation, ambayo evaporation haitaenda sana kama vile yale maji kurudi ndani ya ziwa ikiwa hakuna kitu cha kuregulate ile movement ya maji in and out of the lake. Katika makala yajayo tutajadiliana na mvuvi aliyeamua kuvua samaki wadogo katika ziwa na kuwapeleka katika kidimbwi alichokichimba na kukiweka maji ili kuokoa maisha ya samaki wakati ziwa linakauka. Makala haya yameletwa kwako na Vox Radio na kutayarishwa nami Kula Nzomo.